sauti yako juu. Rama ya ketereshi ya mayanda. Rama ya baroshe ketereri na baroshi. Ralama ya katandereshi. Oh, yes Lord. Jesus, Jesus. We thank you, Spirit of the Lord. We thank you, Jesus. We honor you this afternoon, Lord. Tunakupa sifa na utukufu. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Unastahili sifa Bwana. Unastahili utukufu. Hallelujah. Tunakushukuru Bwana. Hallelujah. On Friday kuna mahali tulikuwa kesha. Kuna mahali ambapo hapa Ray of Light tulienda kesha, na hiyo mkesha naweza sema ya kwamba tulibarikiwa sana sana. Tulikuwa tunahubiriwa ya kwamba unless two people agree to walk together, pasipo kukubaliana, wanaweza kutembea pamoja? Hawawezi wakatembea pamoja. Tukaambiwa ya kwamba saa hii Mungu anatafuta watu ambao atatembea pamoja na wao. God is looking for the partners. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia nimeguzwa wakati nasikia ya kwamba God is looking for the partners. Tukaambiwa ya kwamba Mungu ako kama mahali hapa ako juu. Mahali kama hapa ako juu, lakini anaenda kushuka chini mahali hapa anapotafuta partners. Anapopata partner, anarudi hapa juu, anakaa na yeye mahali hapa. Nikaambia Mungu, I want to be one of them. Hallelujah. Even wewe ninataka ukakue mmoja wao, the partner of God. When God is looking for the partners, I want you to be the one of the partners. Bwana Yesu asifiwe. When I was praying the morning, nilikuwa nina ujumbe Mungu alikuwa anatia ndani yangu. Ananiambia ya kwamba I'm looking for sons. I'm looking for sons I'm looking for the sons ambao watatembea na utakatifu, ambao nitatumia mimi. So God is looking for the sons. Anasema ya kwamba amekuwa akikenjeliwa. He has been mocking because wale ambao amwaminia wamefanya Mungu akadharauliwa. Sasa Mungu anasema I am looking for the true sons that I'm going to use. And I pray God that you may be the one of the sons that God is going to use. Amen. Hallelujah. Amen. May you be the one that God is going to use. Amen. Because he says the one I've been entrusted, wamefanya kazi yangu ikadharauliwa. Wamefanya kazi yangu mimi mwenyewe Mungu mpaka nimedharauliwa, lakini sasa ninawatoa, ninainua the other sons that are going to stand, ambao hawatafanya dhambi. Amen. They are going to walk in righteousness of God. Amen. Hallelujah. Amen. I want to thank God for this time he has given me to minister today. Nataka kuambia Mungu apokee sifa na utukufu. Pia nataka kushukuru my reverend, my mentor. Yeye ndo amenimenta. I thank God for him. Na ninajua ya kwamba as I bring this message to you, ninajua ya kwamba utaenda kulipokea na litaenda kukua la mtu in the mighty name of Jesus. And I was praying here, Mungu alikuwa ananipea ujumbe wa Mama Isa. God was speaking to me concerning you. Mungu anasema ya kwamba uende uingie ndani, ingia ndani kabisa. God deeper. Wakati ambapo unaingia ndani, Mungu ataanza kukutumia na njia iko juu. Mchana wa leo katika kitabu cha, unaweza punguza sauti, kitabu cha mahali ambapo junior wamesoma Matthew chapter 6, mahali ambapo junior wamesoma Matthew chapter 6 kuanzia mstari wa 6.
Mathayo chapter 6 verse 6. But when Matthew chapter 6 verse 6, the Bible says, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret, yes, will reward you. Amen. The Bible says, but when you pray, tusome tena. When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Amen. Yangu inasema ya kwamba, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen. My message today is ya kwamba, be in a secret place. Kuwa mahali ambapo ni pasiri. Be in a secret place. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Be in a secret place. Here Biblia inasema ya kwamba, ingia katika chumba chako cha ndani, enenda uombe na yule baba ambaye anaona, yule ambaye haumuoni, yule ambaye ni baba yako, ataona kwa siri na will reward you. Bwana Yesu asifiwe. A secret place, kwa wale ambapo maybe unaweza kuwa unaandika, it's a hidden private location where you communicate with God in deep connection. A place of intimacy. Yani ni mahali ambapo unaingia, ni kwa chumba, unaingia mahali pale kwa chumba. Unapoingia mahali pale, unafunga mlango wako, unaita baba yako aliye mbinguni, ambaye haonekani kwa macho. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo unamuita mahali pale pasirini, huyo Mungu atakuja kukureward na Kiswahili kukusawadi. So there is a place we have to be, a place of a secret place. When we go in that place of a secret place, we have an intimacy with God. Mahali pale kwa ile chumba unapoingia, unaita Mungu. Because mahali pale ni wakati ambapo unaenda kumuita Mungu, unamwambia hali yako, unamwambia kuhusu maisha yangu, unamwambia, unanena na yeye katika kile chumba chako cha ndani. Hapo ndio Mungu anataka tuwe. Bwana Yesu asifiwe. And before I continue with this message, kuna kitu Mungu alikuwa ananisungumzia through the week. Alikuwa ananisungumzia ya kwamba wakati mwingi tunaona ya kwamba mambo yanaenda sawa, alafu we lack to pray. Tunasinzia, tunaacha kuomba. Wakati ambapo tunasinzia, tunaacha kuomba, shetani anaingililia katikati, mambo anaenda kayasarabatisha. Mambo ulikuwa unaona inaenda sawa, inafika mahali shetani anasarabatisha. So Mungu alikuwa anazungumza, anasema ya kwamba it is time for us to arise and pray. Ni wakati wetu wa kuamka na kuanza kuomba. Si wakati wa kuanza kulala kusema ninaona mambo yangu inaenda sawa. Hapana, kuna mpango ambao ni wadui anapanga sirini, ambao ni wa kudistract, kuharibu ambacho Mungu anakukusudia kukufanyia. Now we see things are going on well, but it's our time to pray. We can see things are going on well, even in this nation. It is our time to arise and pray.
it is you are supposed to stand on top and pray. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wetu wa kuomba. That's why our message today inasema ya kwamba be in a secret place. In a secret place where you go and have a good time with God. Where you go and have a good time with your maker. God is calling you to pray. Mungu anakuita wewe uombe. There are 3 things Jesus tells us to do in a secret place. Kuna mambo matatu Mungu wakati ambapo unaenda katika kile chumba chako cha ndani cha kuomba. Kuna mambo matatu Mungu anakuambia. Cha kwanza atakwambia uombe. Cha kwanza atakwambia omba. Hiyo iko Matthew chapter 6 verse 6. Number 2, what God will tell you, it is fasting. Hicho ndio kitu ambacho Mungu atakwambia. Wakati umeingia katika kile chumba chako cha siri, atakwambia this situation you have to fast. It is not only praying, but you have to go to an extent of fasting. That is what God will speak unto you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A third thing God will speak to you, it's giving. Matthew chapter 6 verse 4. Matthew chapter 6 verse 4. Atakuongelesha kupitia kwa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. So there are 3 things we have said: prayer, fasting and giving. These are the things that God will tell you when you are in a secret place. Mambo matatu hayo Mungu atakuzungumzia. Na kama wewe hauombi, na kama wewe haufasti, na kama wewe hautoi, utajiuliza, where am I now? Where am I? Where am I? Because there is something it is supposed to sustain you. Prayers, fasting, or giving. Those are 3 things. They will sustain you. And there are 5 benefits of praying in a secret place. 5 benefits of praying in a secret place. Kuna benefits 5 ambazo unapata wakati ambapo unaenda katika chumba chako cha siri ya kuomba. First, secret prayer reveals hidden things. Secret prayer reveals hidden things. Ya kwamba haya maombi ambayo unaenda kuomba katika chumba chako cha sirini inafunua mambo ambayo iko sirini pia. Inafunua, kuna mambo inakuanga iko katika siri. So haya mambo iko katika siri, Mungu anayafunua kupitia kuomba katika chumba cha siri. Number 2, secret prayer grows our faith in God. Wakati ambapo unaomba katika sirini, imani yako inakuzwa. Praise God. Praise God. Amen. Are we together? Ama mmepotea? Secret prayer grows our faith. Wakati ambapo unaenda pale, you are seeking God in that chamber, that inner chamber, it makes your faith to grow. Inafanya imani yako ikaongezeke wakati unatafuta Mungu katika kile chumba cha ndani. Number 3. Ni kama niko na number 3. Secret prayer reveals our love for God. Secret prayer reveals our love for God. So wakati ambapo unaomba pale, unakuwa kila wakati uvuvio wa upendo wa Mungu, unakuwa umevuviwa upendo wa Mungu. Yaani unazidi kupenda Mungu zaidi. Hallelujah. Wakati unaingia katika maombi pale ya ndani, unakuwa umevuviwa upendo wa kupenda Mungu kabisa. Na number 4 inasema ya kwamba a secret prayer creates intimacy between us and God.
wanakuwa wameoana, bwana na bibi. You can understand me, that intimacy. So when you go there in a secret place, unakuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unakuwa na uhusiano wa Mungu karibu sana, unakuwa hakuna kitu ambacho kinaweza kukutoa kwa Mungu. And you can tell a person ambaye ako na uhusiano wa karibu na Mungu, unaweza kuona ambaye ako na uhusiano wa karibu na Mungu, sio kusema tu kwa mdomo, but ni kutoka ndani kwa moyo. Hallelujah. Amen. What happens when you pray in a secret place? What happens when you pray in a secret place? Ni mambo gani haya hufanyika wakati ambapo unaomba ukiwa katika kile chumba? Moja, God will reward you. Yaani kuna taji utapokea kutoka kwa Mungu. God will reward you. So there is this importance of praying in a secret place, because the Bible tells us that God will reward you. Hiyo ndio kitu la kwanza moja. When you pray, number two, when you are in a secret place, you receive power. There is a new power that you receive. Kuna nguvu mpya ambazo unapokea ukiomba mahali pale pasirini. Kwa hivyo ni muhimu sana kuingia katika kile chumba cha ndani na kuomba, ndiposa ukapokee nguvu mpya. Ndiposa ukapokee nguvu mpya in Jesus name. Hallelujah. Amen. And there in the secret place, you are going to get divine strength. There is a divine strength you find there in the secret place. Mahali pale unaenda kuomba, there is a divine strength, there is a divine protection, and there is a spiritual authority that Jesus releases unto you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni muhimu kuingia katika kile chumba, ndiposa ukapokea divine protection, ukapokea divine strength, ukapokea the spiritual authority, because most of the people, they lack a spiritual authority. Bwana Yesu asifiwe. You fear evil because you do not have the spiritual authority. But when you receive the spiritual authority, you can command anything through the power of God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kuna nguvu nyingine ambayo ni nguvu ya kiungu, sio nguvu ya mwanadamu, lakini ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunataka kupokea nguvu ya Mungu, tutaipokea pale tutaingia katika chumba cha ndani na kuomba na kuita Mungu na kuambia Mungu, nipe nguvu mpya. Unamwambia God, give me a spiritual authority. Amen. Hallelujah. Amen. Some of us, we have been struggling ama kufinyika because you do not have the spiritual authority to command things. Because when you have the spiritual authority, you command the things that are not there and they become. Hallelujah. When you have the spiritual authority, wewe sio wa kusema things are impossible. No, you talk things are possible, because you know I am authority from my God. So when I command the things, they are happening. Hallelujah. Amen. We need the spiritual authority. We have to have this spiritual authority. We have to have this divine strength. And I was meditating and saying, as Christians, as we have read the word of God, sisi tunahitajika kuingia katika chumba cha ndani, kwa sababu hapo ndio tunapata nguvu yetu. Hapo ndio tunapata, tumeambiwa ni nini? Protection. The other world, wao wametushinda. Yesu asifiwe. Amen. Wametushinda the other world, because when it comes to giving, wao wanatoa. Wanatoa mpaka wana sacrifice their sons, they are sacrifice their daughters. What about us? Where are we going to seek this? Where are we going to get our strength? It is through this secret place. We are going to seek God in this secret place.
is another question. How to remain in a secret place? How to remain in a secret place? Unaweza kukaaje pale ndani ya hiyo chumba cha ndani? Pale utaweza kukaa namna gani? Inajirudia tena. Through prayers. Through prayers. Ni kupitia tu kwa kuomba. Kupitia kwa kuomba peke yake ndio utapasa kukaa in a secret place. Kama si maombi utapata umetoka nje. Number 2, reading the word. So reading the word, it is very important. Kusoma neno kila wakati. Niposa upate kukaa in that secret place, you have to read the word of God. Kila wakati we read the word of God, not only on Sunday. Sio Sunday peke yake, but create your own time to read the word of God. When you are reading the word of God, just imagine you are in a secret place. You are in a secret place when you're reading the word of God, because when you're reading the word of God, you are going to get revelations. God is going even to speak with you through the word of God. Yani Mungu anakunenea hata kupitia neno la Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kunena, kusikiza neno la Mungu, kuridi neno la Mungu. Now, the more you dwell in a secret place, the more you receive peace and the wisdom. Wakati ambapo unakaa katika kile chumba cha ndani, unapata hekima na amani. The more you dwell there, the peace of God is upon you, and you receive the wisdom. Now there is something else, steps to enter the secret place. There are steps to enter the secret place. Steps to enter the secret place. 1, abide in prayer and worship. Now, because I've talked about prayer, I can talk about worship now. Because worship, the Bible says the worship is a personal. I cannot worship for you. Siwezi kuabudu kwa niaba yako. A worship is a personal. So to be in a secret place, even worshiping the Lord, it is being in a secret place. Siwezi kukuabudia. A worship is a personal. Iko ndani yako. A worship, it is pure an intimacy with God. You worship Him for who He is. You worship Him. A worshiper, let me tell you, a worshiper, yeye huwa angalii shida zake zenye anapitia. Huwa angalii hali zake zenye anapitia. But yeye kila wakati, kuwa kuzuri, kuwa kumbaya, anainua mikono yake, anapiga magoti, anaanguka kifundifundi, akimwabudu Mungu, akimwambia unastahili. That is a worship. A true worship. So worshiping the Lord is the part of being in a secret place. So we have to teach ourselves how to worship the Lord. Hallelujah. Yes, we have. Do not worship when you are looking. When you are worshiping, you are looking at people like this. You get distracted. Connect yourself with heaven when you are worshiping the Lord. Connect yourself. Forget whatever you are going through. Forget your situation. Forget your problems. Be in a secret place where you are loving God. You are telling God, you are wonderful, you are holy, there is none like you, you are greater. God loves a person like that. I'm telling you the truth. Hata ukitoka hapa kama umemwabudu Mungu, Mungu atajibu hata kabla hujaenda. Kwa maana ameona moyo ambao unamwabudu ndani na kwa ndani. Unajua Mungu anaangalia moyo. Haangalii vile tunaangalia. Hallelujah. Hiyo nimesema pia reading the word na fasting. And I want to give you examples of people praying in an inner room. There are people praying in an inner room. I want you to give examples. 2 Kings, nataka tusomee 2 Kings chapter 4 verse 33.
2 Kings chapter 4 verse 33. The Bible says, basi akaingia ndani akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamuomba Bwana. Amina. Huyu ni Elisha, alikuwa anaombea mtoto ambao alikuwa wa Shunammite. Elisha ni yule alienda a Shunammite woman, alikuwa amebakisha chakula kidogo, hakuwa na lolote. Akamwambia, mimi nimebakisha tu kadogo, tukule na tukufe na mtoto wangu na akufe. Kumbe hata mtoto alikuwa waliingia au mtoto alikuwa amekufa. Wakati aliingia Elisha, aliingia katika kile chumba, na Biblia inasema ya kwamba akafunga mlango na akaomba. Na wakati aliingia pale kuenda kuomba, aliita Mungu akamwambia, Mungu ninakuita niposa ukapate kufufua huyu mtoto. Kwa hivyo hapa hata unaona ya kwamba aliingia katika chumba cha ndani. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuingia katika kile chumba cha ndani, kwa sababu wakati aliingia katika kile chumba cha ndani, huyo mtoto alimuombea na akafufuka. So whatever has been disturbing you, when you go through the inner room and when you call upon the name of Jesus, hata kama ni mambo yako yamekufa, ukienda kuita Mungu mahali pale, zile mambo yako yamekufa, Mungu anayafufua tena kupitia chumba hiki chako cha ndani. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuingia katika kile chumba cha ndani na kuita Mungu, kwambia Mungu, hali hii ninaona ya kwamba ni kama ninaisha. Hali hii ninaona ya kwamba ni kama ninaangamia. Wakati unamuita kupitia chumba chako cha sirini, Mungu anayasikia maombi na anafufua ile hali ambayo ulikuwa umepitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninasema ya kwamba ingia katika chumba chako cha siri, ingia in the secret place, begin calling the name of Jesus, and the situation that you're going through, God is going to listen and God is going to answer your prayer. Amen. Kumbe ni sisi tu hatutaingia katika chumba cha sirini. So hii chumba cha sirini tunaenda kuingia. Ambia mwenzako ninaenda kuingia sasa. Haleluya. Wacha kukaa nje. Mungu alikuwa ananizungumzia ya kwamba tunakaa nje tunasahau. Unasahau Mungu anakubariki, unasahau. I'm not talking even in this church. People Mungu anawainua. Wakati ambapo anawainua wanasahau Mungu. Na yeye Mungu ni yeye anawabariki. Na yeye Mungu akijua na unasahau na kuangalia tena naenda na kushusha chini tena. Unaanza kusema ya kwamba mimi sijui nilongwa na nani, mimi sijui mambo. Ni wewe au sustain the blessings the Lord has given you through prayer, through giving, through fasting. Bwana Yesu asifiwe. And to begin complaining. Sometimes we complain bure kabisa. Tunasema ya kwamba ni uchawi, nimerogwa kutoka kwetu, lakini ni wewe au kujua siri ya kuingia katika kile chumba cha ndani na kusustain the blessings that the Lord has given you. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unapata tunainuka tunashuka chini. Una wakati watu wameajiriwa wamepata kazi, unaona unafutwa. Unaanza kusema ama you are promoted katika ofisi yako, unashushwa chini. Unaanza kusema mimi it is like mimi nimepitia mambo, mimi Mungu ameniacha. Hapana, ni wewe huko njoo kukaa katika chumba cha ndani. Hallelujah. I'm telling you the truth. So there are people God is going to sustain them, to bless them when they little, because when anapokutazama anaona tu ya kwamba umenishikilia, haujanisahau. Wewe tu unaingia katika katika mahali pa kwenda kutafuta Mungu, mahali ambapo
sauti ya Mungu, vile Mungu ananena kuhusu maisha yako. Haleluya. And kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaomba katika Biblia, anaitwa Danieli chapter 6 verse 10. Biblia inasema ya kwamba Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Na kuna mwingine katika Acts chapter 3 verse 1. Acts chapter 3 verse 1. Matendo ya Mitume, Peter and John walikuwa wanaomba kila saa 6 afternoon katika nyumba, in the table. Kila saa 9 afternoon they were praying. So uwezi sema ya kwamba I don't pray, siwezi kuomba. You can create your own time. Bwana Yesu asifiwe. You can create your own time to pray and seek the face of the Lord. You can create your own time. Mwingine aliomba, tunajua ni Hana, verse Samuel chapter 1. Si tunajua Hana alikuwa anaenda katika nyumba ya Mungu kuomba, ndipo Mungu akampe mtoto. Na mwingine alikuwa anaomba ni Acts chapter 16 verse 25 to 26. Acts chapter 16 25 to 26. Paulo na Sila prayed and worshiping the Lord while they were on prison. Walikuwa wanafanya nini? Wanaomba Mungu, wanasifu Mungu, mpaka inasema ya kwamba malango ya gereza yakafunguka. Kwa hivyo wakati ambapo unaomba Mungu, unamwabudu, yale malango umewekewa mbele yako, Mungu anayavunja. Yale kuna limitations umewekewa katika maisha yako, wakati unaomba Mungu, Mungu anasiondoa those limitations. As ambao tumeokoka sisi, we sustain ourselves through maombi. Lakini wewe ukiniambia uombi, utaniambia how do you sustain yourself to stay? Unajisustain aje kukaa? Just imagine. I've said the other word. Unaona mtu ametafuta utajiri wake in the other side, mpaka anapeana mtoto wake ana sacrifice. Na sisi hatutaki hata kujitolea kuomba na kuita Mungu. Hatutaki. Na wao they are very serious. Ndiposa wao watajiriki. What about us? Tutajisustain us. How will I sustain myself? With the power that I have. The power that God has given me. It is through prayers. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tutaomba. Ni lazima tukitaka huduma kama hii iinuke, ni lazima kuna mtu mahali ataomba. Kuna mahali mtu ataomba. Ndiposa Remnant Worship Center iende to another level. There must be somebody in a secret place. Pray for this ministry to go to another level. Amen. For the people to come to this church, there must be somebody in a secret place. Cry to God because of this ministry. Because of our nation, ni lazima kukuwe na mtu anaombea nchi yetu. Hallelujah. We prayed last Sunday. We prayed for the accidents. And we thank God na tunaomba ya kwamba they are not going to be in Jesus name. Tukaomba tukaambia Mungu simamisha hii accident. We see there is another thing that is coming. The devil is at work. Yaani halali ameinua kiroho kingine sasa cha wizi. Amkuona vijana wanaenda wanakatakata watu kwa manduka. Wanawakatakata na pamba. Hiyo roho tunaisimamisha through prayers in Jesus name. Kwa hivyo kila roho ikiinuka, ni lazima kukuwe na mtu ambaye hako pale katika chumba cha sirini na kusema ya kwamba enough is enough. Bwana Yesu asifiwe. Whatever God the devil is cooking in our nation 2027, there must be somebody in a secret place pray for our nation. Akisema ya kwamba hakutakuwa na umwagikaji wa damu katika nchi yetu. Ya kwamba tunaomba the peace of the Lord shall be in our nation. There must be that person. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ni lazima kukuwe na mtu. You are the one God has chosen you. Ni lazima there is somebody God has chosen. It is you. Ambao unaingia pale kwa sirini. Unasema ya kwamba enough is enough. What has been happening in our family now, I want to stand on top. I want to go in a secret place and pray for our family to change in Jesus name. Wengine tunasema ya kwamba nimeomba lakini Mungu akiangalia hakuna kitu nimeomba.
Hakuna unasema nile tu unasema mimi I've been praying please. I've been praying but God when he looks and anasema uliomba saa ngapi? Mimi sijakuona unjakuwa ukiomba, sijakuona katika kile chumba cha ndani ambacho unalilia Mungu. Hallelujah. Amen. And when you are in a secret place also you receive the Holy Spirit of the Lord. Unapokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Na Roho Mtakatifu Biblia inasema ya kwamba ni msaidizi wetu. Kwa hivyo unapata msaidizi ambaye anakusaidia kupitia kwa kuomba. Hata ile wakati una neema, Roho Mtakatifu anakusaidia nini? Anakusaidia kuomba. Hallelujah. Amen. And the Spirit of the Lord begins to reveal for you the secret things that are hidden in the past. Mambo yamefichika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ako katika chumba cha ndani, Mungu huwa anamfunulia mambo ambayo imefichika. Hata leo anaweza kutuambia kwamba leo nilijua ya kwamba ibada leo tutakuwa like Sunday. Ukianza kuingia na secret place, God begins revealing you the things that are hidden. May you receive that grace in the mighty name of Jesus. The grace to enter in the secret place and call upon the name of Jesus. Hallelujah. The Bible says in let me look. Wapi kuna mahali nitapaona tu. Kuna mahali nataka tusomewe Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. Fungua tu Jeremiah 33 verse 3. Inasema hivi, niite nami nitakuitika. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hapo inasema ya kwamba niiteni nami nitaitika. Ni nani anasema hayo maneno? Si ni Yesu anasema? Anasema ya kwamba niiteni na mimi nitaitika. Tutamuita tukiwa wapi? Katika kile chumba cha ndani. Hapo ndipo tutaingia. Tumwambie Mungu kupitia Jeremiah 33 verse 3 umesema ya kwamba call unto me and I will answer. Here I am your son. I'm calling upon your name Jesus. Na nasema ya kwamba mnaponiita nitawaonyesha mambo makubwa msiyoyajua. Kumbe kuna mambo makubwa Mungu amekuandalia hauyajui. Lakini wewe ukiangalia saa hii kuna mambo makubwa Mungu amekuandalia hauyajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hayo mambo makubwa Mungu anakuitia unapoingia katika kile chumba chako cha ndani. Hapo Mungu ndo atakufunulia. Akwambie maisha yako nimekufunulia yako hivi. Watoto wako nimekufunulia wako hivi. Kazi yako nimekufunulia iko hivi. Mungu anaanza kukufunulia mambo ya sirini. Bwana Yesu asifiwe. So nataka uinuke ambao unasikia hiyo neno. Useme ya kwamba nitaanza kuingia katika chumba cha sirini. Ndiposa nitafute uso wa Mungu. Ndiposa Mungu akazungumze na mimi. Kwa sababu naye Mungu anapozungumza na wewe, ni lazima maisha yako inabadilika. Ni lazima hiyo hali ambayo unaishi, ni lazima inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia katika kile chumba chako cha sirini, unatoka hapo Mungu anakupea kipaji cha kuombea wagonjwa wanapata kupona in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Because when you go there and began praying, God says receive the gift of healing. You began praying for the people and the people they arise and go home when they are healed. Hallelujah. Amen. It is true going to this inner chamber and calling upon the name of Jesus. Amen. You are the one God is looking. Not ni wewe Mungu anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. The one you will stand and pray for your family and says the things that have been happening in our family, no, I refuse, because God has released a spiritual authority upon you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Because a person who is a prayerful
hautishi na mambo madogo madogo. Hallelujah. Hautishi. Bwana Yesu asifiwe. Even if the things that are not going on well, unasema ya kwamba ninajua kwa sababu niko na Mungu na kwa sababu kuna mahali nimetafuta Mungu, nasema Mungu atakuja kwa hii hali. Bwana Yesu asifiwe. I'm speaking of what I've seen God doing in all my life. Hallelujah. I have seen calling Jesus and he has been appearing and answering my prayer. Bwana Yesu asifiwe. When you call upon the name of Jesus, he will hear you. He will answer your prayers. In the mighty name of Jesus. For now, maybe the people are mocking and they're laughing at you for your situation that you are in. But where we keep on being in a secret place, being in a secret place, when you come out, you shall come a strong man. When you shall come out, you shall come a powerful woman of God. You shall come out with a spiritual authority. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Allow me to be in a secret place for now. Allow me to be in a secret place. The people may not understand that I'm in a secret place. But the Bible said, when I come out of the secret place, God will answer my prayers when the people are singing. The Bible says kwamba Mungu atajibu maombi yako watu wanapoona, ili watu publicly, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Just be in a secret place. Wewe hata kushughulika vile watu wanasema saa hii, lakini kaa katika chumba chako cha ndani. Wakati ambapo unatokea, utatokea mtu mwingine, sio yule walikuwa wanajua. Hallelujah. Not that person. You shall come out a transformed person, a new changed person. Hallelujah. Yes, here people are mocking you. You are here at Mwiki, just right here. But God is making you to be an international woman, to be an international preacher, in the mighty name of Jesus. And I can see it is going to happen in the mighty name of Jesus. I can see God. It is coming to transform this church. It will take it to another level, no matter what. Bwana Yesu asifiwe. It shall come to pass. Hallelujah. It shall come to pass. It shall come to pass because there are people in a secret place. Hallelujah. Today we may look few, but wait what God can do. What you will know what God can do. Siku moja mtakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Because we are seeking God in a secret place. Amen. So we come to reward us openly. Amen. People will wondering, where was that church when that worship center? Yes. I never knew that ministry. Yes, because it is for the time for remnants to be rewarded by God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is time for God to reward. Hallelujah. Amen. And I know God is coming to reward us. So stay in a chamber. Stay in a secret place. Seek God there. And you are going to find him. Yes. Utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu utamuona. Kwa maana unapomtafuta yeye anasema ya kwamba nitaonekana. Hatakuacha. Hallelujah. Many prophetic we have said word. Maybe God has not fulfilled them. But at a appointed time, God will fulfill every word, because God is not a man that he should lie. Amen. Hallelujah. Amen.